Abere buyabo. Egerenchi kugura malio gaya. None ndagira yechi ngoko echi. Namaine. Tarira etuka ya Enokem Agrovet imeyungwa cho Kisi. Banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society. Eyuerange na Market Plaza. Goshe. Na buku banyora opposite Shell Petrol Station. Eyukari ya Karukiru Falcon Petrol Station. Bono niko bachakira urusagi rw'aborondorogia imeye nsamo kiri cha Yogo ange na Yogo Primary Wigo na boko bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokeryo y'abaibuli. Hii wiki tuko Kibera na tuko na msichana anaitwa Deborah, 15 years old, na mtoto akona tumor kwa mguu. Deborah Nyakerario was a happy, determined girl until 3 years ago when the unfortunate crossed her path. Alafu hata ungetusaidia, hata tunaishi kwa wenyewe, tunakaa hapo tu, hatuchiwezi. Sasa mamangu anatoka hospitali, tunakaa tu kwa wenyewe hapo. Ungetusaidia hata place ya kuishi tu, tusaidie kwenda hospitali, msaidie na mamangu atoka hospitali, tungeshukuru. Kwa babangu nitamwambia arudi tu atusaidie, juu hatukwa hivi, na mamangu akiwa sawa tulikuwa pamoja sote. Lakini sasa mamangu ameumia, babangu ametoroka, ametuacha hapo. Aliuza shamba zote zake, akatoroka, akaenda nje. Sasa sisi akatufukuza, tunaishi kwa shosho. Life took a bitter turn after their abode was among those to be demolished to give room for road expansion in Gatwikira, Kibra area. They were left to sleep in the cold, sick and desperate. However, Warren, a good Samaritan, decided to host them. Kwa majina naitwa Warren au Kanyaleru. Kwetu ni Nyamira County, lakini kwa kuishi tunaishi hapa Nairobi Kibera. Hapa ndio tunaishi na familia yangu ya watu wa 3. Alafu sasa kwa hiyo familia tena niko na marafiki naishi na wao. Ni mama mlemavu ako na shida na msichana wake mdogo. Kwa sasa tunaishi na wao. Mama ako na shida, alipata ajali akaumia mgongo na haezi tembea, anatembea na wheelchair. Na huyo mama amepitia mingi. Mimi ni rafiki, nilimuona mahali alikuwa anakaa hapa kwa barabara, ni mahali haikuwa safe. Kwanza sana hapa Kibera kwetu, saa zingine vitu ni mingi zinafanyika. Ndio tukaangalia, tukaona vile ako peke yake kwa nyumba, hajiwezi, analala chini, mgongo umeumia. Wheelchair hiyo moja anatumia yenye haikuwa mzuri by that time. Tukangangana kama na rafiki, tukamtafutia ka wheelchair anasukumana nayo. Sasa kwa pale kwa barabara ilikuwa inachengwa. Sasa nyumba alikuwa anakaa ilikuwa kwa barabara ilipomolewa. Sasa tukaona kama marafiki, tukaulizana ni nani anaweza kaa na yeye. Mimi nikajitolea nikasema ninaweza kaa na yeye. Lakini hapo ako na msichana pia. Kwa msichana wake ndio huyo ako hapa. Msichana mdogo sana, ako shule, ako grade 8. Lakini kwa sasa haendi shule.
ile kung'ang'ana, tumeng'ang'ana na mama mpaka mtoto sasa ana school fees ya kwenda shule na ni mgonjwa pia. Ugonjwa yake akona uvimbe kwa mguu ambapo tumempeleka hospitali kule, tunaambiwa lazima mtoto afanyiwe upasuaji wa mguu. Kuna uvimbe hapa hivi. Warren explains that Deborah's mother had an accident in 2020 and survived among 21 others who perished. She had an operation on her right hip bone and went into a coma for 2 years. In the 3rd year, she regained consciousness but stayed in the hospital. Mama ya mtoto alipata accident akitoka nyumbani. Walienda birthday ya mtoto, kusherehekea birthday ya mtoto wa rafiki yake. Bila anatoka nyumbani kufika hapo Narok katikati wakapata accident. Watu walikufa 21. Mama yeye alipata hiyo injury. From there akapelekwa hospitali na well wishers, wakamkimbiza hospitali. Hakuwa anachelewa kufika hospitali, ndio akaonekana na daktari. From there ndio wakasema ako na injury, but first hawakuwa wanataka kutuambia, walituambia tu ni injury. Ili kidogo wakasema ni spinal cord. Akakaa hospitali for 2 years kama achelewi, ndio fahamu akaanza kupata fahamu polepole. Mtoto alikaa miaka 3 hospitali, ndio akatoka akarudi kwake. Kurudi kwake akapata bwana sasa pomoa nyumba, amemfukuza kusema iskana mlemavu kirema, that is hivyo ndio tunasema. So akarudi kwao. Kurudi kwao ndio sasa akakaa kidogo nyumbani kule, ndio akarudi kwa sababu hapa alikuwa na kashop. Akarudi kuja kuendelea na kashop kale, lakini akapata kama haezi fanya bila mtu wa kumsaidia, ikakuwa ngumu. Na hapa amekaa sasa, ndio hiyo nyumba yake ilikuwa kwa barabara. Sasa amekaa imepomolewa, tumemleta hapa kidogo, tumekaa naye kidogo. Tena tesa time alienda kuona huyu kwa sababu hao walikuwa ushago. So alienda kuona, kufika pale ni kwao. Tena kule kwao ndugu yake amemfukuza. Challenges ni mingi, lakini ile ya sana ile challenges nimekuwa nayo sana ni ya mama. Wacha kwanza huyu msichana ya mamake peke yake. Challenges ziko mingi sana. Kwanza diapers. Mamaka anatumianga diapers. Na hizo mnajua hizo za watu wakubwa seriously ni very expensive. Sasa sile huwa na mnajua nyumba yetu ni hiyo, nimewambia nikaka kanini 4x8 karumu kadogo. Huwa sasa kila kitu mama anachifanyia ni hapo. Akienda acha ndogo acha kubwa ni hapo. Hakuna hatuna ni tumpeleke mahali, ni hapo hapa anachifanyia kila kitu. So challenges tena saa zingine, mimi ni mwanaume, yeye ni mama. Sasa lazima tutafute mtu, we pay someone akuja amtengeneze. Sasa zingine unaweza pata hakuna kitu. Sasa hakuna kitu, sasa mnaangaliana. Mnaongea wanaambia leo tuko hivi na diet yake. Sasa zingine mama chua kuna hiyo nini, diet yake inakuwa tofauti. Na akona pressure. Sasa shida imekuja tena wakati na huyo na yeye ameingia kwa hiyo shida. Sasa huyo ndiye ameingia kwa shida na huyo ni mdogo. Na huyo, at least mama tunaweza muongeleza, tunamwambia mama, wewe unajua hali yako ni hii. Ile kitu inatusumbua ni hiyo hip joint sana. Lakini sasa huyu imefika wakati, huyu ni mtoto mdogo mwenye ako shule. Sasa tunaomba wa Kenya mtusaidie, ndio at least kwa mama, saidia mama yeye ako hospitali anaangaliwa na madaktari, lakini sasa msichana ndio amekwama kabisa. Juu ile kitu ako naye uvimbe inafika saa zingine hata usiku. Kwa hiyo nyumba mnajua tuko na kanyumba kamoja tu, karumu ni kamoja. Ile nduru anapiga usiku peke yake, hawezi lala. Anaumwa, hiyo mguu inamuuma. Tena inafika mahali anakuwa kama akiuma sana, anakuwa kama ni mtu achielewi. Analia sana usiku. Na mamake ndio huyo, nimwambia mamake analala hapo kwa kiti. Pia mamake hiyo mguu yake inatoa usaa. Hiyo usaa ikitoka
hiyo mama na yeye pia analia. Sasa unapata ni watu wawili wanalia ndani ya nyumba. According to Warren, Deborah is a bright girl and the current head girl, despite her being away from class. Kule shuleni, even the other day, mwalimu alinipigia simu. Aliniuliza kama ametibiwa, because for the teacher wanataka kuona mtoto ametibiwa ruti. Kwa sababu radiation amekaa nje sana, imekuwa refu sana. So the teacher called, nikamwambia no, tunaendelea kutafuta, tunampeleka clinic, tunaendelea kutafuta bila ataenda kufanyiwa hiyo surgery, kwa sababu the only thing he needs right now ni surgery, vile daktari alisema surgery inatakikana. So huyo kitambo tukae chini tumuelezee bila na nini inampeleka ni ako aje, hiyo ndio shida iko. Ndio maana tukasema sasa for the mother wacha tukae na challenge sako, lakini this one tutafute tu appeal kama anaweza saidika. According to doctors, Deborah needs to undergo surgery for excision of the growth on her left thigh. So vile daktari alisema tulipiga hiyo scan, akafuatiwa scan, akatolewa samples aende kupima. After kuenda kule wakatuambia tumpeleke Texas. So kuuliza daktari sasa how is it? So daktari akasema yeye ni mdogo kuambiwa one on one. Akatupukia the time tulienda hapo tukapata daktari hayuko. We wanted to know kabisa mbona ameturefer to Texas hospital. But saa ile kitu alituambia sana ni surgery inatakikana. Mtoto afanyiwe surgery. Kitu nilikuwa na unisaidie kunichukua hospitali nipone, nirudi niendelee kwenda shule. Mtaweza tusaidia tu, kama kuna mwenye anaweza tusaidia tu chakula, hata kunieka tu, yani kutuweka kwa NHIF, utaweza tusaidia. Tusaidie tu tuende hospitali na tutashukuru. Naomba kwa moyo safi, mwenye kuna huruma, yani chukulia mimi ni mtoto wako tu, unisaidie. Saidie tu niende hospitali nipone. Naomba tu mnisaidie. Hakuna kitu mbaya kama ugonjwa. Afadhali ukose pesa mfukoni, but ukue uko healthy, hauna shida yote. Ugonjwa ni kitu mbaya, na tuzidi kuombea wale wagonjwa, na pia kama ni mgonjwa na kuombea Mungu awe nawe. Na Save a Life kuna watu wengi wanakuwa wakitushikilia. Na nakumbuka nilikuwa pale Nairobi Hospital, nikienda kwa park, tulikuwa na surgeries hapo na Dr. Mesha Kunguti. Nikienda kwa parking nikapatana na mzee mmoja anaitwa Mr. Masharia. Akaniambia yeye aligonjeka, alipata cancer, but kila wiki ako hapa soma na sisi. So hapa Save a Life tuna wale wagonjwa na pia wana sacrifice, wanajua umuhimu wa kupeana. Pia kuna wale wana makazi. Nakumbuka kuna mmoja kutoka pale Gikomba Majengo. It was on a Friday. Alitutazama siku moja na alikuwa anafanya kazi ya kufua. Na alikuwa amelipwa 500, akanipigia akaniambia leo ni Friday, nimelipwa 500 na hii 500 ndio kusaidia mgonjwa. Na akatutumia 500. 2 weeks down the line alinipigia akaniambia amepata kazi nzuri sana. So hapa tuna watu wana makazi, wagonjwa na wamekuwa kisimama na Save a Life. 2 weeks down the line huyo mama aliniambia amepata kazi nzuri sana. Siku hizi kila wiki ananipigia ananiambia mko mgonjwa mgani, because amezidi kusupport, because ameelewa umuhimu wa kupeana. Nakumbuka nilitembelea mzee mmoja anaitwa Mr. Ngethe pale Githurai 45. Hiyo ni Ruiru constituency. Mzee Ngethe akaniambia that the secret ya kubarikiwa ni kupeana. Na akaniambia maisha yetu ni kama is like a river that unapokea
mkono wa kulia, then mkono wa kushoto unapeana. Usipopeana itakuwa stagnant water. Ile maji isipotoka itakuwa stagnant na itakuwa maji chafu. So maisha yetu ni kama a river, because you receive and you give. If you don't, hautazidi kubarikiwa. So as you give, remember, this is a good opportunity, a great opportunity for you to invite your blessings in your life. Na ni kwa maisha yako, maisha ya watoto wako, maisha pia watoto wa watoto wako. Because Mungu anasema akibariki, anabariki for generations. Akikasi, anakasi for generation. So tuzidi kufanya kazi ya Mungu pamoja. Giving is not losing. And I know it's a sacrifice. Una sacrifice zingine. Una Deborah, mtoto wako na shida, unatoa 10 yako, una sacrifice 100 yako. Hata kama uko na transport ama uko na kitu, hata kama ni breakfast yako, una sacrifice. Pia mimi na sacrifice time yangu, resources. But nimeona it has been a blessing. Nataka pia kuwashukuru sana kwa na Save a Life. Na Save a Life tumekuwa registered kule USA, Seattle, Washington. Na tuna hope that when tumekuwa registered kule, tukapata barua moja into 501 ile itatuwezesha kufanya kazi na makampuni zingine pale, na pia kupata ile tax exemption kule USA. So kama uko na rafiki kutoka USA ama uko na idea on how we can expand this also kule USA, kindly tupe idea, because we want to expand it there so that we can get resources from USA na tukuje nyumbani tusaidie wa Kenya wenzetu. So thank you for your continued support, na mzidi kuombea Save a Life, uzidi kutuombea kama Save a Life team tuweze kupata nguvu ya kuzidi kufanya hii kazi. Si rahisi. It's quite traumatizing. It's not easy, but God has been faithful. Thank you so much. I love you so much. Na mkuwe na wakati mwema.